Kwa hiyo unapozungumzia wokovu au kuokoka, unazungumzia maisha ya mtu ambaye Mungu alimfia msalabani, lakini watu wengi huwa hawaelewi, huwa hawakumbuki na hawafahamu kwamba maisha yao ni ya thamani kuliko wanavyofikiri, kwa sababu Biblia inasema, kusoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, anasema Mungu akasema tufanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu, mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke aliumbwa na Mungu. Biblia inasema tumeumbwa tukiwa ndani ya Kristo Yesu. Sisi tumeumbwa pamoja na Mungu. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza na wewe unayeniona ni sura na mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa asije mtu akaondoa ufahamu wako kuhusiana na Mungu akaingiza ya kwake, maana wewe ni sura na mfano wa Mungu. Sasa nyakati zile za Yesu alikuwa na wanafunzi wengi. Watu wengi wanafikiri Yesu alikuwa na wanafunzi 12 tu. Hapana, Yesu alikuwa na wanafunzi wengi sana, wengi. Kundi la kwanza ilikuwa lina wanafunzi zaidi ya 5,000. Nadhani unakumbuka kwenye Biblia wale wanafunzi 5,000 waliokuwa wanamfuata kila mahali alikuwa anaenda ni wale ambao aliwafanyia miujiza ya mikate na samaki, wakala mpaka wakaacha. Mikate ilikuwa 2, samaki walikuwa 5. Na kundi la pili ni la wale 70 aliyowatuma kwenye wawili waende kwenye kila kijiji alichotaka kwenda. Kwa waligawanyika wawili. Kwa wakati ule Yesu alitembelea vijiji 35. Na kundi la tatu ni la wale wanafunzi 12 ambao tunaona mmoja wapo ni Yuda. Alafu kundi la 4 kuna wale 4 ambao aliwapenda sana. Alafu na huyu mmoja ambaye alikuwa anashinda kifuani kwa Yesu mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hao wanafunzi wote walikusanyika, kuna siku wakawa wanamuuliza Bwana, tueleze. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema tueleze jinsi itakavyokuwa. Kwa hiyo katika hao 12, 5 ukijumlisha na wale 70 na wale 5,000, kwa hiyo unakuta ni kundi kubwa ambalo tunaliona hapo liko sawa. Sasa kitu cha msingi katika haya ni kuelewa, baada ya mazungumzo walikaa chini, wakazungumza, wakasema sawa, alafu wakamuuliza, hebu tueleze hizi dalili zinaashiria nini na kuna dalili gani? Sasa hiyo unaipata kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 3 mpaka wa 44. Utakuta na story nzima ambayo inaelezea hayo mambo. Kwa kitu cha msingi hapa kuna dalili kama 4-5 kwenye ile sura ambazo zinaonyesha huyu Bwana yupo karibu kuja. Dalili ya kwanza ni kwamba kuna watu watatokea watajiita na wenyewe ni Makristo pia. Lakini dalili ya pili, Biblia inasema kutakuwa na taarifa za vita na njaa za kutisha kila mahali. Kwa taarifa hizo zitakuwa zinasikika kila eneo, alafu zitakuwa zinaenea kwa sababu ni taarifa za ulimwengu mzima. Kundi la tatu ni lile la watakatifu kuchukiwa na kuuawa mara kwa mara. Tunaona leo watu wa Mungu wanauawa, watu wanachinjwa, watu wanateswa. Ukiangalia Somalia, ukiangalia Sudani, huko utaona kuna matukio kama hayo. Alafu kundi la mwisho ni hili la kuongezeka kwa maasi, hili linaambatana na upendo wa wengi kupoa. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa mambo ambayo yataonyesha dalili. Kumbuka, dalili sio kuja. Dalili ni kama vile unasema kuna fulani atakuja. Kwa mfano, rais anapotaka kwenda mahali, kunakuwa na maandalizi ya vitu mbalimbali, kunakuwa na miundombinu kama vile maji, umeme, barabara. Si kwamba rais amekuja, hapana, ila ni dalili za ujio wa rais. Na ndivyo ilivyo pia hata ujio wa Yesu Kristo. Kabla ya haya kumalizika atakuwa ameshakuja, ila ni dalili zinazoonyesha kwamba huyu Bwana yupo karibu. Nadhani umenielewa. Kama utakuwa na swali, basi utatumia namba hiyo hapo chini hapo inapita 0755770112. Kwa ushauri tuwasiliane kwa namba hiyo. Asante, Mungu akubariki.